Na kuwa kwamba tutafakari juu ya mambo fulani. Jinsi ulivyosema mwanzo wa ile juma la kwanza. Ilikuwa inazungumzia kuhusu uadilifu. Na ilikuwa inazungumzia kuhusu uadilifu, uongozi na uadilifu. Yeah, hiyo ndio ilikuwa mada ya juma lililopita. Na katika mada ya juma hili ni ongezeko la kasi la deni la serikali na kodi za juu. Hii ni tafakari ambayo sisi binafsi kama mwananchi tunastahili kutafakari kwalo, kwa sababu deni hili sio deni la nchi tu, bali deni la mwananchi. Wewe ukiwa kama mwananchi, hivyo kwamba unapaswa kufahamu, kujua hili deni lilikopwa jinsi gani na litalipwa jinsi gani, kwa namna gani ambayo inastahili kufahamu. Nitakana ipitie kwa ile inaitwanga Kiswahili nasema kwa public participation. Kwamba nitakana kwamba tujue kwamba tunakopa kiwango hiki, tutailipa kwa muda huu, tunaikopa kwa riba ya kiwango fulani na kadhalika. Hayo ni masuala ambayo nitakana tujue sisi kama wananchi. Na kama hatuna habari nayo nitakana sasa tujue sasa kwamba tuna nafasi na pia kujua haya madeni ambayo yameombwa yanafanya kazi gani. Huu ni wajibu wetu kujua na kuuliza, kama it's our civic duty kuuliza. Na utakuta wakati mwingine, kwa mfano pale nyumbani, iwapo unataka kukopa mkopo na mkopo huu unahitaji guarantee pengine ya shamba ama title ya shamba ama ya zile vyombo vya nyumbani. Sasa kunakuwa na mashauriano kabisa. Utakuwa na mashauriano pengine na familia yako, mke wako na watoto wako, kwamba nachukua mkopo wa riba hii, tutalipa kwa muda fulani na nalipa kwa namna hii. Ninajua huenda pengine wengi wetu pengine hatufahamishi watu wenzetu katika hali hiyo, lakini ni muhimu sana, kwa sababu jambo linapotokea, iwapo pengine mkopo huu hautalipa kwa nafasi ambayo inafaa, alafu wale wadeni wanakuja wanahitaji fedha zao, na watu wa pale nyumbani wanashtukia tu kwamba wanakuja wana auction. So nitakana kuwa na makubaliano, kunakuwa na maelewano, kunakuwa na hiyo public participation. Hivyo sasa tunaalikwa kwamba tuweze kuwa katika maamuzi hayo ya madeni yetu kama familia na madeni yetu kama nchi, kwa sababu deni ikikopwa inastahili kulipwa. Lakini unapokopa deni hilo, unakopa kwa ajili ya kwenda kulia mandazi ama unakopa ama unakopa kwa ajili ya kwenda kuvinjari nayo, ama unakopa kwa njia gani? So hayo ni masuala ambayo tunajaribu kutafakari kwa, na kutokana na hali hii ambapo hakuna mashauriano, hakuna public participation nzuri, unakuta kwamba kwa miaka yote tangu tupate uhuru kama nchi, mikopo imekuwa ikikopwa bila kuhusisha wananchi. Sasa tunaambia kwamba deni liko kiwango hiki na tunastahili kulipa. Wengine walikuwa wanasema kwamba huenda kwamba hata yule mtoto ambaye hajazaliwa bado ako na deni tayari, akizaliwa tu na deni ameshaandikiwa deni tayari. Kwa hivyo sasa ongezeko hili la deni la serikali na kodi hizi inatuhusu kwa namna, inatushirikisha namna gani? Kuna madhara ambayo inatokana nayo. Unakuta pengine mapato yetu sio sawa. Pengine kiwango kikubwa cha mapato yetu kinaenda kwenye kodi, na ile ambayo inabaki kutoka baada ya kulipa kodi, ile ambayo imebaki haiwezi ikimu maisha yetu.
So unakuta kwamba kunakuwa na ile imbalance. Unakuta kwamba sasa watu wanapiga kelele, ndio wanalia, wanapiga kelele kulia, wanalia kwa sababu hawezi kukimu maisha yao, wanaishi kwa fedha kidogo zaidi. So katika tafakari tunastahili kutafakari kidogo juu ya mambo haya. Unakuta mfano kuna mipango ambayo serikali imeweka, mipango kama mipango ya nyumba, mipango ya kujenga nyumba, malipo ya uzeeni na kadhalika, VAT, SHA, SHIF, NSS, mambo haya yote yanahusu sisi. Yule mtu mmoja huyu anachangia mambo haya yote. Na huyu mtu pengine hashirikishwi katika hayo mambo yote, maamuzi ambayo inafanywa. Sasa ni kwamba tunapokaa na kufikiria, mimi binafsi, mimi kama Alex, nashiriki namna gani katika maamuzi haya? Ninafanya juhudi yoyote ile ili kwamba niweze kufikia pale, hata nifike pale niweze kutoa maoni yangu, my civic duty. Je, kuna nafasi hiyo nafasi ninayo ya kupeana maoni yangu? Kama ninayo nafasi hiyo, basi ni vizuri niweze kujitokeza na kuenda kushirikishwa katika mambo hayo. So mazoea ya Kenya kukopa ni haki na ni endelevu, ndio. Lakini sera za serikali zinalinda kwa dhati ama zinaumiza maskini na wasio salama? Je, viongozi wetu wanaendesha nchi kwa uaminifu na uwajibikaji? Hana masuala ambayo tunastahili tuweze kujiuliza kama Wakristo wa Katoliki, kwa sababu tunastahili kushiriki katika mambo haya. Pengine katika tafakari tu, mwalimu, tukisoma kitabu cha Timotheo sura ya kwanza, pengine 8-10. Timotheo wa kwanza. Sura ya kwanza. Yes. Mstari wa 8 hivi. Lakini twajua ya kuwa sheria ni njema kama mtu akiitumia kwa njia iliyo halali, akilifahamu neno hili ya kuwa sheria haimhusu mtu wa haki, bali waasi na wasio wataratibu na makafiri na wenye dhambi na wanajisi na wasio mcha Mungu na wapigao baba yao na wapigao mama yao na wauaji. So nafikiri ni kwamba ni sheria ni nzuri ya nchi, ni nzuri kufuatilia sheria, kulipa kodi ni sawa, ni vizuri. Lakini tunapolipa kodi inatufaidi jinsi gani? Tunapolipa kodi, iwe ni ya county ama ni ya serikali kuu, inatufaidi nini kama wananchi? Pengine tu masuala haya ya kuanzia kidogo tu kwamba je, tunajua kiasi kamili cha deni la serikali? Kila ukiulizwa unaweza kujua kiasi cha deni ya serikali. Pengine ukiniuliza nitasema sijui. Je, pesa zinazokopwa hutumiwa ipasavyo kwa miradi inayokusudiwa? Hiyo ukiniuliza nitasema hazitumiwi kwa mambo yanayokusudiwa, kwa sababu tunaona, si ndio? Ukitembea kula unaona mtu, ukiona wale, kwa mfano wale ambao wanachaguliwa, unakuta wanapoingia wanaanzisha miradi yao, wanaacha ile ya zamani, wanaacha iendelee, wanaendeleza zingine mpya. So hiyo inaonyesha wazazi kwamba pengine huenda haitumii kwa hali ambayo inakusudiwa. Je, tunaelewa vema jinsi kodi tunazotozwa zinavyokusanywa na kutumika? Je, mikopo inaumiza kwa kiwango gani huduma za afya, elimu na ugawaji wa chakula? Mikopo inaumiza kwa namna hiyo, kwa sababu tunapokopa kunakuwa na ile riba ya juu. Inapokopwa na inachukua muda mrefu kutolipa, inakuwa na interest ya juu, na inapokuwa ina interest ya juu inaathiri
yale maendeleo ambayo yanapatikana katika elimu, katika afya na kadhalika, inaathiri kwa kiwango fulani. Na tunapojichunguza, kuna maswali tunajiuliza vile vile, kwamba je, matumizi yangu sasa ni mtu binafsi sasa, kwamba je, matumizi yangu yanazidi mapato kiasi cha kukopa ili niweze kununua vitu ambavyo siwezi kulipia kwa mapato yangu. Kama ile nilivyoanza kusema kwamba unapokopa unapeleka hiyo pesa kwa miradi ambayo haikusudiwa, pengine sio ile ya kuzalisha, alafu kwa vile wanapokuja kudai hauna pesa hizo. Sasa inakuwa kwamba inamaanisha kwamba hauishi ndani ya mapato yako, unaishi nje ya mapato yako. So ni kwamba ni vizuri kujichunguza kwamba tuweze kuishi ndani ya mapato yetu kama Wakristo. Je, huenda nimepuuza ama kushiriki katika ufisadi na utumiaji mbaya wa mali ya umma unaoongeza deni la nchi na utumiaji mbaya wa kodi? Mwalimu, tukitafakari katika hali hiyo kwamba je, nimewahi kushiriki katika ufisadi na utumiaji mbaya wa mali ya umma? Hili ni swala kubwa zaidi, na swala hili linahusu sisi sote. Hakuna yeyote yule ambaye anasazwa hasa kwa upande wa ufisadi, kwa sababu mara nyingi unakuta kwamba kukitaja ufisadi tunaangalia pale juu, hatujiangalia hapa chini, kwa sababu nitakana pengine tuanze na sisi wenyewe kwamba mimi ni mfisadi, ninashiriki ufisadi kwa jinsi gani? Na ufisadi kufuatana na maandiko matakatifu, mwalimu, katika maandiko matakatifu unakuta kwamba ufisadi ni dhambi, na si dhambi tu, dhambi kubwa ambayo inahitaji toba. Na tuko katika kipindi cha Kwaresma, tunakumbushana kwamba ufisadi, hata baraza maaskofu, nafikiri ilikuwa mwaka gani, ambao walisema kwamba tunataka tuweze sasa ufisadi huu unaweza kuisha namna gani iwapo sisi wa Kristo tunaendeleza ni wafisadi? Ni Wakristo bado ndio wafisadi, viongozi ndio wafisadi, sisi ni wafisadi kama wananchi, vile vile viongozi wanakuwa wafisadi. So tuanze na sisi, tushiriki katika maamuzi ya kiserikali na ambayo yanatuhusu. Kadhalika na sisi ili kwamba tuweze kutoka katika hali hii, tujifahamisha na yote ambayo ili kwamba pia katika kiwango chetu, katika kazi zetu, tusionekane kuwa katika kushiriki katika ufisadi, kushiriki katika utumiaji mbaya wa kodi. Na vile vile utakuta pengine wakati mwingine pengine katika ni wafanyabiashara ama watu wote wale, unakuta kwamba tunakwepa kulipa kodi pia. Pengine ukiona gari ya county unahepa, si ndio? Ukiona watu wa KRA pia unahepa. Kama kwa simu yako tu pia unakopa lakini hulipi. Pia haulipi. So yote hayo yanatuhusu sisi. Swali lingine pia ni kwamba je, nimewahi kuitisha rekodi dhahiri za kuaminika kwa jinsi serikali inavyokopa na kutumia pesa hizo? Wakati mwingine binafsi mimi nitasema kwamba sijafuatilia, lakini unakuta kuna watu wale mashirika yasiyo ya kiserikali unakuta wanafuatilia. Wakati mwingine huwa naona na huwa najiuliza, mtu kama Okia Omtata huwa anatoa wapi mambo yote? Kumbe anatekeleza wajibu ambao ni muhimu zaidi, ambao sisi wananchi pia tunastahili kutekeleza wajibu huo. Kwa hivyo inapaswa tuweze kujua kwamba dhahiri na kuamini kwamba jinsi serikali inavyokopa na kutumia pesa hizo. Je, nimewahi kukutana na familia maskini isiyo salama inayohitaji kusaidiwa na kuonyesha mshikamano kamili? Nimefanya nini kusaidia familia hiyo binafsi? Kila mmoja wetu yule ambaye anatusikiliza, kama ni mimi, kama ni mwalimu ama kama wewe, tujiulize kwamba tumefanya nini kusaidia familia ambayo haijiwezi, na hasa wakati huu
wa Kwaresma. So ni vyema kwamba tunapoendelea kushirikishana katika hali hii, ni vyema tuweze kuja pamoja, pengine ikiwezekana tuweze kuunda vikundi vya kufuatilia matumizi ya serikali, sababu hiyo that's our civic duty. Tuweze kujua, tuweze kufundisha jamii kuhusu deni, kodi, uandalizi wa bajeti na kadhalika. Tuzungumze na viongozi kuhusu kodi na haki na udhibiti wa madeni ya umma. Kwa hivyo tunahimizwa na Baraza la Maaskofu wa Kenya, KCCB, kwamba tuweze kufuatilia mambo haya. Na mambo haya tumeeleta katika kipindi cha Hazina ya Misa, kwa sababu mambo haya yanatuhusu sisi kama Wakristo. Mambo haya yanatuhusu kama Wakristo, na kufuatana na sheria za kanisa pia inatuhusu sisi. Kwa hivyo tuweze kufuatilia mambo haya, tuweze kujua kwamba ili nchi nzuri inatutegemea sisi wenyewe, bali sio yule mwingine. Asante sana mwalimu, mafundisho mazuri kabisa kuhusiana na kipengele hiki, hasa juma la pili kuhusu kipindi